Toka kutangaza wali maharage. Unajua maisha hana mwenyewe siku zote nakwambieni. Binadamu wengi mnakuwa mnadharau afu wambea wanafiki mara yani wanafiki tena. Na wanafiki wako wengi. Afu unavyonafikia kwa mtu ndo unazidi kunionyeshia njia na ule mtu anakushangaa. Kwa nini unamchukia huyu mtu? Mimi unikuti kokote kwenye shughuli ya mtu yoyote. Maisha yangu nauza magari na hangaika barabarani. Wewe si uchukuliwe na makampuni ya nani? Kuna makampuni siku hizi. Siku hizi kuna heka tunaona mtu kaamua. Yaani ndo kuonyesheni maisha kama hela na samani afu hakuna sofa. Na sofa kafaa wema akiba ukihitajika utaitwa. Mtu kanichukua kwenda kutangaza wali maharage, Canton Fair. Kwenda na kurudi nauli milioni 3.5 milioni 7 hiyo. Bado malipo, bado hoteli. Bado kumtafuta mimi binadamu sina mapungufu. Sio unanielewa? Kwa hiyo tuheshimiane. Wali maharage umekutoa Tanzania umekupeleka China. Sina mbili. Si yenyewe sasa makampuni yenu ya unafiki umepewa milioni 4, tangaza miezi 6 sijui nini. Milioni 20 na sina mkataba. Nimekaa siku 5 nimerudi. Na sina shobo na kampuni ya mtu. Safari ya China ilikuwaje Doto? Kama kawaida tu. Siku 5 tu. Riski mafungu 7. Mimi mwenyewe sijaamini mtu anipata DM. Bwana uko wapi wewe mzee? Maana sasa hivi naitwa babu. Wewe babu uko wapi? Nikamwambia nipo ofisini kwangu juu ya Mwembe. Sasa hivi naingia hela, taja account namba yako, visa yako, tuma pasipoti. Alhamisi jao unatakiwa uondoke. Wapi? Unaenda China. Kubeba boksi au unaenda kufanya nini? Wewe utajua uko kama kubeba boksi au kwenda kufanya nini? Kweli kufika pale andika msaada. Msaada eti nini? Eti andika eti nani? Kusaini mkataba. Eti msaada. Mkataba. Mkataba wa nini ndo niangalie na hapa wali maharage kwenda kutangaza mchele watu wale. Ubwabwa kisamvu pilipili hoho mchicha ndizi mzuzu. Kwa maana ulienda kuitangazia hoteli? Hoteli tu ya mtu. Ni mtu wa kawaida. Ambapo angeenda tufudenge ingekuwa maneno kashfa nyingi duniani. Lakini Mungu kawaonyesha. Wewe tangaza duka la nini? Tangaza sio duka la tajiri gani mjini? Sijui ufanya nini? Sijui utangaza ofisi ya nini? Lakini riziki iko pale pale. Riziki mantashara. Riziki mantashara, riziki mafungu 7 Waislamu wanakuambia unajua riziki na maneno mengi, riziki na chakra, riziki mlikubaraka, riziki mlikufili, riziki mlikumanyati, riziki mlikumanyati hivyo. Zote riziki hizo za Waislamu. Ndoto natamani tulizungumzie hili kwanza. Tumepata msiba. Tuanzie hapa kwenye. Dada yetu kaumia, kateseka sana, wote tumeumia. Mpaka mheshimiwa rais kamchangia, kaenda huko sema alompenda kamchukua Mwenyezi Mungu basi jala jalali ina lillahi. Doto ulipata nafasi ya kumuona kidogo kipindi cha uhai wake? Nisitaki kuongea na mwanangu mimi mtu mzima. Tunavyomuona anapostiwa mitandaoni na sisi tunamuona tunampa pole. Ndio hivyo. Umri utaki kuongopa. Hata kuzungumza naye haukuwa. Siwe sijai kuzungumza naye. Kwani niongope mdogo wangu bwana? Sio kuzungumza naye. Ni mkubwa. Kateseka dada yetu wote tumeumia. Kwa sababu nasikia ndo kamaliza kutibiwa kapona ndo ghafla. Kwa hiyo tumeumia. Ni mtu wetu kama wewe binadamu. Unajue binadamu mtu si nyawe. Afu hakuna mwenye kasoro, hakuna mbaya. Wote tunapendwa na Mwenyezi Mungu. Basi tunamwombea kila laheri, Mungu amwekeze mpema peponi. Amen. Ndio jambo la mwisho ambalo tunataka tuzungumzie. Waandishi wa habari, unajua nimerudi China na afya, mafuta joto mnanichosha. Joto sana. Ngoja nitoe leso kwenye gari joto mnanichosha. Nimerudi China na afya. Sawa. Kwa hiyo mnaniweka joto. Ngoja niangalie leso. Leso zinatolewa sasa. Hii ndo gari mpya. Gari yangu ile ya kila siku. Unajua mimi sifeki maisha. Ile bwana Doto. Ile ya kila siku. Hii nyingine bwana. Gari yangu ndo ile, mimi sifeki maisha. Gari yangu ile. Hii nyingine bwana. Ile bwana. Nimeenda nimepaka. Watu fudenke ndo wanaongopeaga hii nyingine. Gari yangu ile utolenda ya polini. Ya polini hiyo. Usiniambie tusogea kwa hapa kidogo. Ina foil driver hiyo, wenyewe mnaita foil driver wasome. Doto sasa, wewe uko kwenye ndoa. Tumeona ndugu yako Haji juzi kaachwa mama. Jamani, hayo mambo yenu si ya kuyazungumzia wana habari. Maana wana habari mnapendaga hivi vitu, yani vitu vishatokea, ina lilahi ina la juni. Kinachoriski akiliki, basi maneno ya nini tunapendi mtu kila siku. Jamani, waandishi wa habari. Mimi nikiwa kama ndo nilikuwa msimamizi kwa kakaangu, hivyo vitu si tushanyosha mikono juu tumekubali, hatutaki tena maneno na mtu. Nashukuru kumbe umejijua kama wewe ulikuwa msimamizi. Mimi ndio nilikuwa msimamizi na msemaji wa lile swala. Mpaka ndoa imetimia. Kila kitu. Kwa hiyo tunashukuru, tunamuonyesha Mwenyezi Mungu mikono juu. Amina. Basi hatutaki kuongea sana, si watu wazima. Subiri kwanza Doto. Kuna watu wanasema kaka Haji alikurupuka. Samani bwana, hivi vitu ujue mimi siwezi kuvizungumzia vyovyote nikiwa kama nilikuwa msimamizi. Mimi nilikuwa msimamizi wa lile jambo. Nisamehe kama nimeigusa. Mimi nilisukuma, yani utaki kuongea kwenye mic. Vitu vizito ananiuliza yule kakaangu mkubwa. Kwa hiyo mimi namtakia kila laheri, Mungu amnyoshe njia, penye giza ampewe upe. Kila laheri tutapata mwingine, maisha yanaendelea. Lakini wewe ulikuwa unaipenda ndoa yao.
Kwa nini usipende ndoa ya watu kwa watu? Si ndio maisha mema duniani? Kwa hiyo Mungu hajataka, hawezi kuongea sana. Mwenyezi Mungu hajataka. Anachotaka Mtume Muhammad Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam unakiona. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hajakitaka kile kitu. Kwa sababu labda nikwambie, Mungu angekuwa akipenda hata ugomvi utokei. Lakini Mungu kama hajakitaka, utaona madude mengi. Ugomvi kila kitu. Madude tu, mimi sihitaji ugomvi madude sababu ni mkubwa. Kwa hiyo ujue Mungu hapendi. Lakini Mungu akipenda, wewe kwani wewe mwenzio mnagombana? Si anachoma miogo pale feli mnagombana? Yupi huyo anayemzungumzia anachoma miogo? Mnagombana na hana chochote amgombani. Kwa hiyo Mungu kapenda. Sio Mungu hajapenda. Subiri kwanza kabla hajafika mbali. Kwa maana Mungu hakupenda ndoa za Isa na ni vitu vya kuda vya Mwenyezi Mungu. Sasa utasema mchawi nani? Basi mchawi wewe ndio umeharibu ndoa. Wewe ndio mwanga. Wewe ndio Mr. bwana. Okay, Doto, zile kauli ambazo ulikuwa unaziandika kwenye Instagram page yako ukiwa una posti ukiwa uko studio mkiwa wewe Nandi, Zelisa na Jimanara. Kwa nini ulikuwa unaandika vile? Yaani watu wanajiuliza kwa nini ulikuwa unaandika vile? Asiyefaa kafaa, sijui mfadhili mbuzi. Yaani yale maneno yako makalani watu wanajiuliza kwa nini Doto unaandika hivi? Lakini sio kwamba ulikuwa unaandika kifupi tu. Hebu tuambie kwa nini ulikuwa unaandika vile? Ndio watu wanataka, Watanzania wanataka kujua. Mimi ujue mkubwa. Na mimi ni Mswahili. Nimekulia Bagamoyo, kwa hiyo lazima iwe na maneno ya kimethali. Na maneno yangu yanakuaga ya kweli hayanguki. Wewe unaambiaga ukihitajika utaitwa mtu senya, una kweli naenda China kutangaza ubwabwa. Kuna mtu akipelekwa China tu kwenda kuchukua mzigo, dunia nzima inajua anajishaua. Kwa hiyo mimi nimewazalilisha na kuonyesha kama maisha hayana mwenyewe. Wewe utapelekwa kwenda kuchukua sio vitu gani vya mabilioni, mimi nimeenda kutangaza ubwabwa. Kwa hiyo usiwatishe watu dunia kimaisha. Mkiwaga mmekaa wasanii wenu wa Bongo Movie wa Mbeya Suki na Eliudi nani au sijui kinangaru wajinga kabisa. Hadi Eliudi kaambia. Sasa Doto, unaposema kwamba wewe umekulia Bagamoyo, yani kwa nini Bagamoyo? Kwa sababu wengi wanasema kwamba wewe ni mwenyeji wa Kinondoni, umezaliwa Kinondoni, familia yako iko Kinondoni, na ukipita Kinondoni watu ni Doto. Bagamoyo ndio kwangu nilikozaliwa na Kinondoni ndio mzee wangu aliwahi kipindi yako mapoli chini kule makaburini. Ndio. Tukajenga vibanda vyetu, maisha yanaendelea, ndio tumeachiwa vya ulisi na ndio nipo navyo nyumbani. Kwa mara yako mwisho kwenda Bagamoyo ilikuwa ni lini? Naenda kila siku, niambie mara yangu mwisho kati na viwanja na maboti na miembe na mishamba na boti. Na maboti. Boti za namna gani? Mzee wangu na maboti ya uvuvi kibao hizi fiber. Tunazo kama 10. Ni mkubwa sana niziposti. Ina maana Doto wewe unakishua. Sasa wewe uposti fiber wakati mtu anaposti bali nyumba yake iko baharini. Ya nini? Doto, subiri kwanza kabla ya huko kote anakokupeleka ndugu yako Bright. Nataka tuzungumzie hili baada ya ndugu yako kuacha. Nini hasa unaweza ukamshauri? Jamani, hajaachwa mtu, watu wameachana. Kuacha unajua bwana. Si mwanamke ndo alikuwa anadai. Nani bwana? Nani? Watu wameachana. Mwanamke alikuwa anadai. Watu wameachana, hakuna mtu alioachwa. Rekebisheni kauli wana habari. Watu wameachana. Hakuna aloachwa. Sawa, wameachana. Kila mtu anamtaki mwenzie. Sasa utasemaje mtu kaachwa? Doto, nini? Mzee wangu hamtaki na yule kajifanya ashangedele wenu hataki. Si basi. Watu wanasema mzee wako ananyima watu chakula. Mtoto wa bana, hakuna anaokosea, maisha baadaye yanabadilika. Hata wewe yule mwenzio atafute mtu mzima mwenzie. Basi nenda wewe mtu mzima. Mimi mtu mzima nimeutolea. Kwani mzee wangu mtu mzima sasa wewe unamuona mkubwa? 50 yule. 50 wa ukubwa. 50 maisha kawaida watu. Sasa mimi bwana 45, mimi mkubwa. Sasa wewe unaona Doto umeenda kuoa mtu mzima mwenzio, hujaoa mtoto 2000. Unafikiri ungeoa mtoto 2000 pia? Nayo kunyima watu vyakula Doto. Ananyima watu vyakula. Mwacheni mzee wangu ale good time, sawa? Mzee atapata mwingine jiko ataingiza ndani. Habari ndio hiyo. Atapata wengine? Ataingiza ndani. Watoto wananyima vyakula Doto. Doto, watoto walikuwa na wanyima vyakula. Nani bwana, labda mko mnanyimanyia, acheni uongo unafiki. Ukasema hivyo ndugu yako. Watoto wananyima vyakula. Hebu niacheni wana habari bwana, mimi sitaki hayo mambo. Wewe ushakunywa chakula na mzazi wako? Sasa sogea huko bwana. Doto ananisukuma mpaka kwenye gari yake. Doto, subiri kwanza, la mwisho kabla hujaondoka. Wana habari wagombanishi sana. Bwana, mzee wangu ndo bingwa na mzee wangu hana shida na mtu. Na mzee anaendelea kutrend. Unajua kwanza mzee, ngoja nikwambie. Mwenzi hakuwa na bana, nani bana? Mzee ndo kamtakatisha, kampeleka Maulaya, kampeleka wapi? Kamtakatisha makampuni kibao, kampa usajili. Sasa kwa maana hiyo kweli hakuwa na nida. Vitu vyote sasa mtu anakaa Mbagala Kiziwani, Kiburugo, utakuwa na vitu vya kimaisha, utakuwa na vitu vya kibinadamu. Serikali za mitaa ziko watu wa 10 na nyumba unaokaa. Ongeeni vitu vya ukweli bwana. Lakini Doto, mzee yani ngoja nikwambie, mzee yule ndo kambrandi. Mzee ndo kamuonyesha maisha ya kizungu. Mzee ndo kamuonyesha maisha ya kidunia, ya kistar. Sio, umenielewa? Hakuna mtu anaweza kapewa maisha kama yale yule binti. Hakuna, hata yule atomchukua sasa hivi hawezi kumpa maisha kama yale. Ni uongo. Mzee unajua anatumia hela nyingi akiwa na mtu. Nadhani mnamuelewa. Mzee anaga jambo dogo. Mzee akiwa kwenye mahusiano yuko razi.
Ale auze nyumba, ale nusu nyumba yote kwenye starehe ili mtoto atulie. Sasa yule kashindwa kutulia. Sasa mtu anakambagala atatulia? Zailisa akasema hajawahi kuhudumiwa hata mimi. Muongo bwana, na zile nguo kwa nafasi zinaokotwa. Leo ndio nguo zilikuwa za uongo. Mbona alishindwa kusema? Wewe sema nini? Ngoja sema nini? Nyua na habari wakubwa. Hivi unavyojua mzee anaweza akachukua nguo akakopa. Mzee anaweza akakopa nguo. Kama kampeleka Ulaya nchi tofauti, nchi kama 15 na kila nchi nauli yake unajua. Hotelini lile bata unajua. Leo aje kukopa nguo. Acheni ujinga bwana. Sema jambo lishatokea, tushukuru Mungu basi, tusiongee sana. Aende na maisha yake na sisi tuko na maisha yetu. Maisha yanaendelea, jump no position. Kwa ina maana Zailisa alikuwa anamsingizia kwamba hajawahi kumnunulia nguo hata siku moja. Bwana, mimi sitaki maneno bwana. Hautaki? Sitaki maneno. Mimi nishakwambia ni mzee anaendelea na maisha yake, hana shida na mtu. Akitokea mwingine tunaoa. Doto, watu wanasema kwa the way ambavyo ile ndoa ulipokuwa ukisema kwamba ni mfano na ndoa bora afu imekuja kutokea aliyotokea, ndio watu wanajiuliza kwa nini ulikuwa unatia nia na kuonyesha kwamba ile ni mfano wa ndoa bora. Maana ulikuwa unapaza sauti sana Doto kwamba hii ndio mfano wa ndoa bora, watu wawe kama hawa. Watu wapendane kama hawa, afu leo hii mambo ni hayo Doto. Ndio maana watu wanajiuliza kwa nini ulikuwa unasema vile. Unajiuliza vipi? Dunia ndio maana ikaitwa dunia. Hayo mambo ya kidunia. Unaongea kati ya mambo ya kidunia. Huyu kasoma kweli. Hayo mambo ya kidunia mdogo wangu. Uone mtu serikalini anapandishwa cheo, kesho anaambiwa arudi huku nyuma. Mambo ya kidunia, hasa utashangaa ndoa kama vile ofisi unajua. Yaani ndoa kama umeajiriwa na mtu. Ukizingua una bwana rudi chini. Acha kazi. Kwa hiyo mzee kaona anazingua kamfukuza kazi. Kwa maana hiyo sisemi ndoa, tulikuwa tumemwajiri ujue wewe. Kwa hiyo mimi mambo ya ndoa siajui. Mzee kamfukuza kazi. Kaona hajui kazi. Kwa hiyo mmemfukuza sasa. Tumemfukuza kazi. Unajua tulimuona tukamwajiri. Na mikataba kibao na mzee ndo alikuwa meneja. Sasa yule sana kufa njaa wiki tu. Hamna, tayari kashapata mkataba mwingine. Yule wiki tu anakufa njaa au vielele kwa sababu yuko wa moto. Bwana mpeni miezi mitatu tu. Tumpe? Mpeni miezi mitatu tu. Sasa baada ya miezi mitatu tuje kukufuata. Njoeni mpeni miezi mitatu. Unamjua mzee? Mzee anajini Maimuna, anajini Makata na Shakizi. Wewe unamjua mzee, unamsikia? Usiniambie. Kwa hiyo tumpe miezi mitatu turudi. Mpeni miezi mitatu. Mzee wangu achezewi wewe. Mzee achezewi. Haji Manara International bingwa wa misimu yote. Sawa bwana. Mzee wa kuchangamsha mkoa wa Dar es Salaam. Sawa. Mzee wa kuweka mkoa sawa. Doto la mwisho. Hili la mwisho. Kwa maana hiyo sasa hivi Zailisa tunamwambiaje? Umwambie nini? Mwache mtu na maisha yake, atatafuta mwingine atamuoa, maisha yanaenda. Amepanga kurudi tena kwa Dula Makabila kwa mujibu wa watu wanasema. Kwanza usinitajia watu. Sogea usinikio. Usinitajia watu. Dula Makabila